wa wiki chache zilizopita, mauaji katika kaunti ya Kisii na Nyamira yameongezeka kupita kiwango cha kesi 3 zinazotarajiwa kuripotiwa kila mwezi. Angalau kesi 10 zinazohusiana na mauaji ziliwasilishwa katika mahakama ya Kisii, jambo ambalo limezua wasiwasi miongoni mwa watumiaji wa mahakama hii na umma kwa jumla. Mauaji ya hivi majuzi yalitokea katika kijiji cha Nyamakoroto, kaunti ya Nyamira, ambayo yameacha familia na majirani wakijiuliza ni nani alimuua Francis Ongeri na ikiwa haki itapatikana. Ongeri mwenye umri wa miaka 60 alikuwa akikaa peke yake huku Nyamira, huku mkewe na watoto wake wakiishi Kitale, kaunti ya Trans Nzoia kwa miaka 13 iliyopita. Mara nyingi aliweza kutembelea familia yake huku Kitale, na wawili hao walitengana miaka 2 iliyopita. Kulingana na Philip Kiriago, Ongeri marehemu alionekana mara ya mwisho Jumatatu tarehe 9 mwendo wa saa 4 alipokuwa akichuma chai kwenye shamba lake. Hii ni mara ya mwisho kufanya mazungumzo na mpwa wake mdogo ambaye alikuwa ametumwa kuchukua kijiko cha mchanga kutoka kwa marehemu. Asiri yatiriana nguru ku Philip Mukaya Kiriago nabo na lenge buone ngatumo mwane gechiko ase muruminto agachikonda tere gechiko kyo kurusia maraba ikekenene. Lakini bono nilituma mtoto kichiko cha mchanga kwa ndugu yangu. Nikamuuliza alimpata ndugu yangu akiwa wapi? Akaniambia kuwa alikuwa akichuma majani chai. Nikazidi kufanya kazi yangu hadi kitu saa 10 za jioni, ndipo nilipanda na kufika penye marehemu alikuwa akifanya kazi. Niliona kikapu cha kuchuma chai kimeachwa shambani. Nikaendelea na safari yangu na kurudi jioni nikakipata, ila sikujipa shughuli manake nilijua ndugu yangu alikuwa karibu. Siku ya Jumanne vile niliendelea kufanya kazi yangu, ila kikapu kilikuwa pale pale. Siku ya Jumatano ndipo mama wa kambo alikuja akaniuliza ikiwa marehemu amewahi acha bidhaa zake mahali kwa muda, hivyo nikaona niangalie kwake kama yupo. Nilipata marehemu amefunga nyumba yake na kufuli. Niposa tukaanza kumtafuta. Kumpigia nikapata simu yake haingii. Tulimtafuta hakupatikana, lakini baadaye akapatikana ameaga hapo kwa shamba. Tukapeleka mwili wake katika chumba cha kuhifadhi maiti Keroka. Miyagere mutecha ngakire ndugu yane guchikimiriri alia. Guchikumugoli ndugu yawe yachitabu. Kusine gwete no yali chachite Christmas gabu ngaya ntuntua na korona. Na hapa tunakuwa na kizungumkuti. Mbona ndugu yake hakujitahidi? Pengine amuone kama ndugu yake bado yupo pale shambani. Siku ya Jumatano bado kikapu hicho kilionekana katika nafasi ile ile iliyojazwa nusu ya majani chai. Mama yake wa kambo alimwendea na kumtaka amchunguze kaka yake Ongeri, ambaye geti la nyuma yake lilikuwa limefungwa kwa kufuli tangu Jumatatu alipokuwa ametoka nje. Swali ni je, inakuwaje ndugu zake marehemu hawakushughulika kumtafuta ndugu yao hata baada ya kuona kikapu hiki siku 2 mtawalia? Heavens Gate Mlimani, Nakuru, ndiyo bibie marehemu alipopokea habari hizi za tanzia. Mke yake marehemu alimaliza maombi yake na kusafiri hadi nyumbani siku ya Jumamosi. Baada ya kumaliza maombi yake na kuwakuta wanakijiji na jamaa wakipanga mipango ya maziko. Alipokea ujumbe huu siku ya Jumatano, ila alifika nyumbani siku ya Jumamosi. Kwani hakumpenda marehemu alipokuwa hai? Njomongino marehemu tinda manyiki kiali tomoga. Mimi ni bibi ya marehemu na si kuwa hapa maana naishi kule Kitale, huku marehemu akiishi humu nyumbani. Nilipoambia mzee apeleke watoto nyumbani, aliniambia kulikuwa na mgogoro
na hangetaka watoto wake wahusishwe na mgogoro huo, maana jamii yake sio nzuri. Baadaye tulikuwa na mgogoro wa kifamilia, tukakosana kwa muda wa miaka 2, huku marehemu akiishi nyumbani nami nikiwa Kitale na watoto. Bila kujua chanzo cha kifo chake, nilipigiwa simu kuwa mzee ameaga dunia siku ya Jumatano, ila nilikuwa maombi kule Heaven's Gate. Kwa hivyo nikaja nyumbani siku ya Jumamosi. Naomba tu mashemeji wangu watulize roho na tuache mambo mengi, manake hata tukijua muuaji haiwezi mpea marehemu uhai. Naomba tuendelee na mipango ya kumzika mzee wangu. Oboro kisobo bamanye nga isobo antebi nabona goikera akari gukana bana mbali guchika umuchiuri toli muya bade megorogoro nerororo elio manandiro ikoike karati gabana mbagende. Alisema marehemu mumewe aliogopa kuwapeleka watoto wake nyumbani hapo Nyamira, akisema kuwa alikuwa na migogoro na familia yake na hakuwahi taka watoto wake wahusishwe na migogoro hiyo. Jambo ambalo lilikuwa kinyume na yale ndugu yake marehemu pamoja na chifu walituambia. Ni taarifa ambayo ina mapengo tele ambayo hayana majibu, kwamba inakuwaje ndugu zake marehemu waliona kikapu kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Jumatano bila kupiga hatua kuingia shambani mule na kutafuta ndugu yao. Kwa majina naitwa Bernard Osoro. Huyu ni ndugu yangu alifariki. Mimi siku ya tulikutana siku ya Jumamosi na ndugu yangu. Nikamuuliza kwenye alikuwa kwa sababu siku zilikuwa zimekwenda bila mimi kumuona. Akaniambia alikuwa ameenda kusherehekea Krismasi na jamaa zake. Nikaenda safari yangu. Kurudi nikampata yupo pale pale kwa majani chai. Jumapili nilienda kanisa na kurudi kwangu. Siku ya Jumatatu nilienda kazi na vile vile siku ya Jumanne nikaenda kazi bila kupitia kwa ndugu yangu kwa sababu mimi ni mjenzi. Siku ya Jumatano ndo niliambiwa kwa simu kuwa ndugu yangu amepatikana kama ameaga. Nikaacha kila kitu nikakuja nyumbani nikapata ndugu yangu hakika amefariki. Chifu akapigia askari wakapeleka mwili wake katika chumba cha kuhifadhi maiti Gucha. Kwa kweli sikupata ripoti yoyote kuwa ndugu yangu amepotea. Ingawaje mama amesema muuaji asamehewe, mimi ningependa kuomba uchunguzi ufanywe ndio haki itendeke. Wona ncheke rondo nkorete gasi na libono nchite konyore ripoti mwana ko ngakera ko ntenda tata ngo gatainde mangana kinto 10 akango sangana inki ya ntene ya yongerio to kiri chama sibia mwaka mutuli no yobwabu obuga no yomwabu kiriago na tatu mwa marehemu tukulia Jumatano nyarete ripoti na ongeri teyo. Siku ya Jumatano nilipata ndugu ya marehemu akitingiza mlango wa nyumba ya marehemu. Nikamuuliza kama kulikuwa na shida. Akaniambia nduguye Francis alipotea na hajaonekana tangu siku ya Jumatatu. Kisha tukafanya maombi na nikaelekea zangu kazini. Hatukuweza kumpata Francis kwa siku hizi 3, ila kulikuwa na vikapu hapo shambani. Kila tulifanya ni kupiga simu ya marehemu ambayo haikuwa inaingia. Nikiwa kazini humo shambani, nikamwona chifu na kiongozi wa nyumba 10 akipita shambani. Nikiwa kazini humo shambani, nikamwona chifu na kiongozi wa nyumba 10 wakipita upesi kwenye shamba la marehemu ambapo alikuwa akichuna majani chai. Hapo ndipo alitoka upesi na kumuuliza ni nini. Akaniambia mwili wa marehemu ndio huo hapo shambani. Nilipotazama mwili huo ulikuwa na alama shingoni na pia kwenye mikono. Vile vile kulikuwa na utandao wa mafundo ya buibui. Ongeri mwali kulia uyo mabu. Woli aralia no ali chai mingaswa kuchesa minganyara maene. Ongeri no ali aire masogota nebigotiana wakora bini arigete no na mapaka. Mbona familia haikupiga ripoti kuwa ndugu yao alikuwa amepotea? Samuelita Kuruku Evans Toroletegis, Assistant Chief wa Nyamakoro Sublocation.
Kuna kitendo kilifanyika hapa wakati mzee mmoja kwa jina Francis Ongeli alipatikana ameaga. Siku ya Jumatano nilipokuwa kazini nilikutana na mmoja wa familia ambaye alinijuza kuwa Francis Ongeli alikuwa amepotea kwa siku 2 ila alikuwa hajapatikana. Japo nguo zake zilikuwa bado shambani na kikapu cha kuchuma majani chai. Nilichukua hatua baada ya taarifa hizi, na kwa kuwa hakukuwa na mtu yeyote wa familia hii, nikachukua hatua kuangalia hizi nguo nilizoambiwa zimeachwa shambani. Tulianza kufanya msako pamoja na kiongozi wa nyumba 10. Hapo shambani tulipata kikapu na mahali kulikuwa na nguo zake. Mwili wa marehemu ulikuwa huko. Ingawaje haya yalitokea, sikuwa nimearifiwa rasmi kama chifu kwa mzee Ongeri alikuwa amepotea. Hadi bibi ya ndugu yake ndiye aliniambia tulipokutana njiani. Tulipoupata mwili, niliita majirani wakapiga nduru na kuwapa nasaa wasiguze mwili. Niliita maafisa wa upelelezi wakachunguza mwili na kuupeleka chumba cha kuhifadhi maiti, tukingojea ujumbe wa baada ya upasuaji. Kufikia sasa hivi ni uchunguzi unaendelea na hakuna ambaye ameshikwa. Na vile vile kwa hii familia sijawahi letewa habari kuwa marumbano yoyote yapo. Walikuwa wanaishi kwa amani. Watu wa eneo hili wanataka sana kujua ni nani aliyemuua mzee Ongeli, na ndio maana tunaomba upasuaji ufanywe ili ukweli uchipuke. Ka inspect umubiri ikaira kero ya muira until now tuganyete for postmortem etoeke maenenga umungwano yunkia karatiki nkia kwirete. Mbona chifu wa eneo hili hakuita wanakijiji au mtu wa familia kufanya msako? Na mbona vile vile hakusaka kwa nyumba ya marehemu kwanza akafululiza moja kwa moja hadi pale shambani? Ndugu zake marehemu pamoja na chifu wanasema kuwa hawajawahi kuwa na malumbano, ila bibiye marehemu alisema na kukiri kuwa kulikuwa na mgogoro katika familia hii. Ni maswali ambayo tunajiuliza ila hayana majibu. Maafisa wa upelelezi wa jinai kutoka kituo cha polisi cha Keroka walisema kuwa wanazidi kushughulikia swala hilo, na baadhi ya wanafamilia walikuwa na taarifa zilizorekodiwa. Je, ni nani alimuua Francis Ongeri? Edwin Mokaya, AGR Kisii.